Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji, niko mbele yenu, naitwa Dr. Balagomwa. Leo nawaletea mwendelezo wa kipindi cha ngiri. Kwa kipindi kilichopita tuliangalia maana ya ngiri, visababishi vya ngiri na aina ya ngiri. Leo tunaangalia dalili za ngiri, ambayo dalili ni the same na madhara. Dalili ya ngiri, dalili ya kwanza ya ngiri ni tumbo kunguruma. Unakuta mtu amekaa tumbo linanguruma, unaweza kudhania amejamba kumbe hajajamba. Hiyo ni dalili ya ngiri. Dalili nyingine ya ngiri ni maumbile ya mwanaume kuwa kama ya mtoto, yananywea kabisa. Kuna watu alhamdulillah wametumia dawa yangu ya ngiri kiwa, leo imeniishia, kesho tutakuwa mnaipaki, kipindi kitakachokuja mtaiona. Wanasema alhamdulillah, tumeona hamu ya tendo la ndoa imekuja vizuri na maumbile yamekuwa makubwa, kwamba hii dawa inakuza. Nasema hapana, haikuzi maumbile, ila maumbile yako yalikuwa yanapotea kutokana na ngiri. Kwa baada ya kutumia ngiri, ndio maumbile yako ndio maana yanatoka na kuwa vizuri. Haya, tumeona kwamba maumbile kuwa madogo kama ya mtoto. Unaweza kutafuta dawa za kukuza maumbile bila mafanikio, kumbe tatizo ni ngiri, na anayekupa hajui moja ya visababishi vya maumbile kuwa madogo. Dalili nyingine, kukosa hamu ya tendo la ndoa. Kukosa hamu ya tendo la ndoa, hiyo ni moja katika visababishi vya ngiri. Unaweza kuwa unakunywa dawa nguvu za kiume bila kujua unatibia nini, kumbe tibia ngiri. Unashangaa una perform vizuri, unakimbiza mwenzako mwenyewe anakuambia alhamdulillah. Ni wengi wanashukuru sana. Dalili nyingine ni kichefuchefu na kutapika, na hii hasa kwa watoto wadogo. Unaweza kukuta amezaliwa na siku 3 tumekuwa na ina msokota katoto kanalia, kakinyonya, kanatapika. Hata kwa wakubwa unakuta mwingine anapata kichefuchefu na anakuwa ni mwenye kutapika. Hiyo ni dalili ya ngiri. Dalili nyingine ni kuvimba kwa maeneo husika ambapo ngiri imetokezea. Inaweza kuwa kitovu, ngiri ya kitovu, umbilical hernia, au kwenye nyonga hapa, inguinal hernia. Ndio wengine unakuta inavimba, kilala, kibinya, inatoa kama upepo, inapotea. Au kuvimba kwa korodani, inakuwa inavimba, inarudi, inavimba, baadaye inakuwa kubwa. Au mwingine korodani inanywea. Hiyo ni dalili ya ngiri. Dalili nyingine ya ngiri ni kushindwa kumaliza tendo la jimai. Naposema kumaliza ni hivi, unakuta mtu anafanya tendo la jimai, dakika 3 ni nyingi, unakuta injini inalazimika ndani ya maumbile ya mwanamke. Mashallah, mwenzake alikuwa anataka aanze kuenjoy, anashangaa hata wewe mwanaume haujafika ejaculation mwishoni, unakuta inazimika yenyewe, inanywea na kuzimika na hamu inakata. Ukiona hizo dalili ujue ni una ngiri ndio inakusumbua. Usikimbilie dawa nguvu za kiume, tafuta dawa ngiri iliyo nzuri. Kikosa huko liko, au huwa nawafundisha, kuna darasa nimeshafundisha, unaweza kujitibia. Kishindikana utanipigia, utakuja ofisini kwangu, utapata tiba, ipo alhamdulillah. Dalili nyingine ya ngiri ni kushindwa kurudia tendo la jimai. Unakuta mtu anafanya tendo la jimai anashindwa kurudia. Unakuta amejitahidi dakika 5 10 na mwenzake alhamdulillah amefika kileleni, ila itakiwa endelee angalau azidi kuenjoy, kufurahi. Unakuta hawezi kurudia tendo la jimai, anakuwa anahisi uchovu. Yaani mtu anakuwa anahisi uchovu baada ya kumaliza tendo la jimai. Hiyo ni dalili nyingine ya ngiri. Dalili nyingine ya ngiri au hernia ni kupata choo kama maviambuzi au malendalenda. Mtu anaenda choo, anapata choo kigumu kama viambuzi au malendalenda, au anatoa kama mishuzi. Pia na tumbo kuwa linajaa gesi. Hiyo ni dalili ya ngiri. Ukiona dalili hizo ujue una changamoto ya ngiri. Ndugu mtazamaji, usihangaike sana na kutafuta changamoto inayokusumbua, hiyo inakuwa ni ngiri au hernia. Nafikiri umekuwa ni mwenye kunielewa vizuri. Dalili nyingine ya ngiri ni maumivu ya nyonga, hata kiuno, maumivu ya nyonga na kiuno. Unakuta mtu mwingine kiuno kinauma au kinakaza kabisa. So ngiri inaweza kumpindisha mtu. Kwa mtu mwingine avuta kabisa, inabana, unakuta nyonga zinauma na kiuno kina tight. Hiyo ni dalili ya ngiri. Nafikiri ndugu mtazamaji, hapo unakuwa ni mwenye kunielewa vizuri. Kwa unapoona dalili hizo, usihangaike na mwingine kutafuta dawa nguvu za kiume. Hasa kama hii hatua ya maumbile kuwa madogo, yanakuwa kama ya mtoto, imekuwa ni changamoto sana. Kuna watu wamekuja ofisini wanashukuru, na kuna wengine wamehangaika kutafuta dawa nguvu za kiume bila mafanikio, au kukuza bila mafanikio. Nifikia wengine ndoa zao zina hatihati katika kuachika. So unajikuta mwanaume anaweka maumbile yake katika neema ya mke wake, ila mke hasikii. Wengine wanawake mashallah wamejaliwa alhamdulillah. Kwa unajikuta tayari mwanamke anaweza kuwa anamwambia mume wake
kwamba vipi weka, kumbe mwanaume alishaweka, maskini ya Mungu, anazikuwa pale ndio anazidi kuathirika psychology, kwa sababu anazidi kuathirika tayari. Neema iko ndani ya neema ya mke wako, neema yako, lakini mke hasikii. Kumbe ilitakiwa utumia dawa ngiri itoke vizuri, ili ukiweka mwanamke aone mwenye kusikia na kuweza kuenjoy. Maumbile yakiwa makubwa mazuri, anamfanya mwanamke aweze kufurahia tendo la jima'i, kwa sababu kuna wanawake mashallah wamejaliwa neema zile ni kubwa, zina kina kirefu kidogo. Kwa hiyo inatakiwa mwanaume unapoweka neema ile kwenye maumbile ya mwenzako, asikie kwamba kuna neema inayonipa, neema inayonishughulisha na kunifanya niweze kuconcentrate na kuenjoy na kufurahia. Kwa ndugu mtazamaji, hiyo inasababisha kuathiri watu, ambayo ina madhara mengine makubwa ni kumwathiri mwanaume kisaikolojia, kwa sababu hataweza kujiamini katika tendo la jima'i. Baadaye anakuwa ni mwenye kumuogopa hata mke wake, anajua nikifanya tendo la jima'i nitamwacha mwanamke anahitaji, au ataweza kunipa maneno ambayo yananiathiri kisaikolojia. Mwisho wake anakuwa ni mwenye kuhangaika. Dr. Baraguma tiba ipo, inaitwa ngiri cure, imeishia. Kesho mtaiona kwa kipindi kijacho kuangalia uhusiano wa ngiri na jinsi ngiri inavyoathiri nguvu za kiume, mtaiona. Namba za simu 0694029277, 0694029277 au 0655782996, 0655782996. Jo ofisi kali yako karibu na klabu ya Yanga, pia na Temeke karibu na stendi ya Sinza. Ofisi ipo, mjomba ipo, anahudumia. Dawa ni hii, tiba ipo. Allah anajali, wanafurahi sana sana sana. Usikate tamaa na rehema za Allah. Nifuatilie Dr. Baraguma TV online, subscribe uwe ni mwenye wa kwanza kupata taarifa za darasa. Pia na Facebook, Instagram, TikTok nipo. Karibu sana.